Mwanadada Feivani ameweza kuposti hapa picha kama 6 hivi katika muonekano tofauti, na watu wasema kwamba nyie watu mnafanya kama vile kushindana kwa sababu asi mwendo wa photoshoot. Paula akienda photoshoot pia Feima anafanya vile, akienda Feima photoshoot Paula pia anafanya hivyo, licha kwa yuko masomoni lakini bado wanaonyesha kama vile wanashindana. Yote haya watu wanadai kwamba mnafanya hivyo kuweza kumfurahisha Rayvanny, lakini kumbukeni mnajisumbua bure. Sasa unakuwa unamwambia Feima umeshaachwa, lakini unasema kwamba atakayeachwa hapo ni Paula, kwa sababu Paula yuko mbali, huyu yuko nyumbani. Kwa muda wote akimtaka Rayvanny anaweza kumpata, ni tofauti na yule ambaye yuko masomoni. Mtasababisha hadi mtoto wa shule arudi nyumbani kwa sababu ya wivu wa mapenzi. Atahisi huenda Rayvanny anamsaliti, ataomba hata ruhusa aje asomee Tanzania, atoke kule Takei. Sasa kuna picha hizi kaposti mwanadada Feima, na picha hizi zimepata comments nyingi sana kwa watu wakijaribu kuongelea jinsi muonekano wake ulivyo. Kapendeza by the way, lakini sasa watu wanakuambia umezidi sasa, na wewe ndio kujipendekeza kote huko ili Rayvanny akupende. Kwa nini ujiachie hivyo mtoto wa Kiislamu? Unajua zile kwa watu wanalaumu, kwa nini ujiachie hivyo mtoto wa Kiislamu? Kwa mfano hapa anasema kwamba umependeza sana dia, lakini sasa huo muonekano sio vizuri kukaa hivyo. Kumbuka wewe ni Muislamu Feima, unakosea sana, unamkosea Mwenyezi Mungu. Inabidi mwache mambo mengine ya kipuuzi yapite. Wasa kwamba house girl wapo hapa wana mafunzo, okay? Wanasema kwamba nimekuelewa sana Feivani, unamaanisha mwanzo nilikuona kama mzugaji, uko sawa, mheshimu sana aliyekuleta mjini. Wasa kwamba beautiful is brain, uko vizuri sana wewe dada. Wanasema kwamba jamani nimekuelewa sana, mbona sasa nakupenda tena sana, nakukubali mno. Kama hivyo mwanamke una akili kweli, mbona umekaa hivyo? Mbona huonyeshi kabisa maadili ya Kiislamu? Unajua zile kwa watu wanalalamika. Baadaye tena kaposti picha nyingine akisema kwamba I love myself, najipenda mwenyewe, ninajipenda mwenyewe. Akisema kwamba umeivaa na umependeza mwanamke. Sio kwamba nakusifu na una hekima sana, endelea na hekima hiyo hiyo. Hasa ulipoulizwa swali la kumpenda mzazi mwenzio, ulinifurahisha sana uliponijibu nampenda sana. Ni kweli, mtoto anaunganisha. Ukiendelea na hekima hiyo, hamtamwathiri mtoto wenu, atalelewa vizuri na ila mkiingiza migogoro yenu, mtoto atakoswa malezi ya baba na mama. Nakupenda sana, endelea kuwa hivyo Feima. Unasema kwamba you are so beautiful mama Jaden. Usikomba wanaume nyie ndugu zangu lazima tusaidiane kama una changamoto. Unasema kwamba mwanamke mzuri, umebarikiwa sana rangi. Usikomba ila pambe yangu Feima uko vizuri sana, we love you too. Unasema kwamba bla bla kama zote. Baadaye tena kaposti picha nyingine katika muonekano tofauti pia kuja kusema kwamba skin care umependeza. Unasema kwamba wewe mwanamke wewe unazidi kutukimbiza, na bado tu mwaka huu watanyoka upande wa pili, kwamba upande wa pili watajisikia vibaya. Wewe sijui na maoni gani? Bila shaka mtakosa baadaye kwa taarifa nyingi zaidi.